Kwa majina naitwa Jacqueline Nzani, and today tuone kuongelea about early marriages. Niko na mwenzangu anajiintroduce alafu tuendelee. Karibuni. Hi guys, I'm Monica Saijian. Okay. Tumesema leo tunaongelea about early marriages. Mbona hapa nje? Yaani unapata mtu miaka 12 hata mama. Ama kwa 25 hata si mama. You see these things? Alafu sasa ndio Yesu analaumu. Unaona? Ndio zinaumu kwa sababu kuna wale wenye wanaoleka kupitia relations. Na kuna wale wenye wanaoleka through their parents. Kuna wanaoleka through poverty. Ndio tunafanya ile tu kiburi tamaa. Sisi tunaonekana kunaona kwa kina ndoa. Nini kwa kina ndoa? Wewe. Kina ndoa si mchezo. Sasa kwa hivyo kuna mtu gani ndio tunasema atakuwa atitu jirani yake labda wana mwanamke anakujenga atina mtamu sijui nini anajiisha kwa ndoa shwa akiwa ndio akiwa na nguvu kidogo like kama 13 14 anajiisha kwa marriage hapo ndio maisha si vizuri hapa na maisha bado si rahisi wacha kwambia siona siku maisha unasoma maisha bado si rahisi kwa sababu tunafika mahali kazi hata made to nafikiri mtakuwa na certificate. So niambie, kama unatoa shule kila siku unatoa certificate, na hiyo kazi umesaidia na ule watu wengi hapa Nairobi. Na vile inaendelea mbele, hiyo kazi umejua zitakuwa sasa. Hujasoma, umezaa, utapata pia kazi. Alafu sio kuna huyu mwenye labda yeye ni first born kwa familia na kuna yeye kwa baba. So mtu anakujua pesa anakuja. Anaambia mzazi nilipo mshana ni muoe ndio kusudi mwapepe. Sasa naona sasa sibadili abia nipende huyu tupate pesa mwenye kunimaka kwenye nini wasome kujitoa hiyo maskini. Kuna wengine si kupenda kwao. Tumesema hapo Like Masai. Unajua Masai na kwanga ukikuwa na yeye sio mtu maza menstruation hivyo. Wewe ni bibi tayari ushakuwa je. So ile si kwa kutaka lazimishwa. Hapo unapatanga wengine wameeka wamekimbia. Sasa mwili mtu wameenda kupoa. Mwili ndio kuna visual. Wameanza prostitute. Sasa unaona sio ni mbaya sana. Ile mtu unaona ile mtu akikimbia huwa anakuwa na ile hope. Ile mtu akikimbia za kupata msaada. Kuna hizo zinatangazwa kwa TV. Sijui fulani ameokolewa, tu alikuwa anakimbia, akutana msaada kwa kuokolewa kafanya nini? Akapelekwa shule. Sasa ile mtu anaona ile pia vile vile zinatoroka. Ile ni patana na msaada. Kwa kisa yeye hakuwa ni different. Anakimbia anaenda afika huko anapata kuna msaada yote. So the only option inabaki yeye kufanya ni kuwa prostitute. Unaona hiyo ndio the only way yenyewe anaweza kusema amesha. So anakuwa prostitute, ndio kwa prostitute. Hapana otherwise, lakini wengine pia waka lesi ya wazazi. Mzazi ataki majukumu. Sio. Some mshwana amua maybe nini kwenda kuoleka maybe anaweza pata huko msaada kwa na pia akienda huko kama kukikana macho yanabadilikia ubadilikia. Sinde alikuwa anatarajia. Imagine. Alafu sasa kuna mwenye mzazi wake ni mlevi tu. Kuna mwenye mzazi wake ni single parent, single mom. Na ni mlevi. Achoku kwa ulevi anakuja na wale wake kwa nyuma. Ndio mtu anacheza msichana. Like umefikisha mshahara kama miaka 13, 14, 15. Na ndio si kama kitambo. Mtu miaka 13 unafikiri ndio ni mtu miaka 7 years. Siku hizi mtu miaka 13. Akale kama mtu miaka 20. So umeelewa unakuja na mlevi mwanaume kwa nyuma. Unajua tu kuna msichana mwenye amefikisha hapo amesonga so anafuata tabia zake. Sasa unamweleza kwa mwanamke nje. Wewe unamweleza pale. Party ya kuleta mlevi kwa nyumba. Wewe ina lead to rape sasa. Unajua mtoto si maybe msichana kama mimi. Mimi sinajua na kuona naonanga mama analeta mwanaume kwa nyumba. Na sijui maybe vile inafaa to stay. Yeye anatumia protection kama hizo. Ukipata
ni vitu kama sasa hizi zinatokana na vitu kama hiyo. Sasa nilikwambia mliwa mama ni mlevi, ndio mwanamke kwa nyumba, mjue fikisha mshahara mkubwa na mtu anakuja na kulepea kwa bila leo utapiwaje za kulepea mtoto kutajua aje. Of course hapo na kwanza tupate bana mbona gani. Unafika asubuhi mtu anakuambia mama ilikuwa ile hivi jana usiku. Huyu mtu leta hapa jana. Alinileba hapo ilifanya kitu wazazi wengine hatutabaki kusikia. Piga kama kwanza anaweza kuwa mdanganyia bali. Unataka kana mwanzo na mdanganya bali take action kama mzazi. Achukue tu action ile yenye inaweza kusaidia wewe. Kama umelipiwa, enda acheke kama ni ugonjwa umepewa ama kama ni mimba tu unafaa. Sio mzazi anakuwa mkapa. Hiyo neno kwa wazazi please. Mzazi kama umefikisha mshahara huko. Unajeshi na bila tu jeshi. Na sasa mtu kama mimi ni msichana. Sasa mimi naweza aje kwa boy dai pregnancy. Okay. Mimi kwa upande wangu sasa niweza kupea DSD. Ndio sababu ni mwanafunzi. Na wanasema hata mtaka wote napata nini? Kosa yote. Ukitaka tu lazima ukitaka wote lazima ukosa. Au unataka usome, at the same time unataka ukose bila date na boyfriend. Unaona? This is the best msichana wa miaka 13 for 12, 13, 14, 15, 16. Atina kwa boyfriend is not protection hapana. Hizi vitu ambazo protection hata si kitu cha maana. Sasa you guarantee that utaenda utoka kwa yourself. Unaenda kwenda kwa process it is a basic process. Unaenda basic process upate mimba kwa sura mwanaume atakwambia anaomba sana situmie protection utawa kwa sababu wale watatumia. Tuliona kiba. Utamwambia nini sasa leo umeshashika mimi utamwambia lakini sasa unajua kuna wasichana wengi hawezi kujikontrol. Wewe jiko Agenda bwana. Hakuna tuna na moto. Mimi feelings ni mind. Sasa nikwambia no feelings ni mind. So ukiwa tu msichana, as long as uko kwa ndoa unachemka damu ya unachemsha damu kisipina. Wakati uko kwa ndoa, almost iko juu na tafuta nini kwa juu. Kama unajishukisha chini, unasipeleka huko juu. Wakati feelings ni mind. Unakuwa umejiprepare wakati kama kuna boyfriend, una date, kama una date sasa, uko na boyfriend, anakuambia jana nishaanza kutoka shule, unaambia kwa njia anakuambia akipepsi kesho si tunapatana kesho. Wala it's wapi? Unaona? Tupatana wapi? Akamwambia si tupatana pale direction pale juu. Bwana ameenda kumjinga unafikiria? Sura fikiria. Unataka kesho nikija. Ambaza kulikuwa na best. Ndio na best ndio baya. Sasa bisha sana. Mimi la still care. Nilikuwa kwa wangu ni what? So ila kilimai ya uliambiwa kwa unachukua mjinga unaweka wapi? Kwa mind. Unafanya nini? Na kuchemsha damu. So kama una avoid. Ukikao kukuona kama tuana discuss mtu yefai like a girl. Ndio yako na vision. Ukama unaona kama tu ndio anakumislead. Avoid kitu kama hiyo. Uko shule, unaona unaongelea about sex na uko shule. Ndio wasichana wenyewe. Yaani tuseme anakuwa kama akilesha mbaya sana. Na ni mbaya. Mbaya sana. Kwa sababu kiasi kimoja kikioza ni mzima na vitu. So ukiona kama kuna mahali mtu amekuwa kikundi mko shule and they're talking about sex. Hebu kimbia pesa. Just try. Ujavoid. Kama hizo nimekujibu wewe unajavoid. Unachukua kampani kama hizo huko mnaambia tunasoma. Ndio ukaa usikilize tu about sex. Wengine najua part from school. From school kusikia kwa makundi. Pia kuna wengine unajua kuna wasichana wengine wako na simu. Na bado hapo shule ndio anaona kwa through phone. Kama umenikumbuka kuna ile simu ina lead kabisa. Kuna ile simu za kulia. Kuna simu kwa siku baadaye zinaisha mambo zingine. Zinalipa wasichana wetu kwa wewe. Unapata kama hata afadhali kama kitambo ugongo umetengwa tu kama app fulani zinakuwa tunatoka about inaonyesha video kama hizo. Walikuwa kwa strict. So 18 years kama uko below 18 hakuna biongeza ingia uone. Unaona? Sasa siku hizi ziko tu open zimekuwa ni Facebook. Mtu alikuwa anapita Facebook unapita kosa tukuli. What is this? Paka hakikishe ametafu hapo. Aone nini inaendelea, you see?
So, hiyo kuona hapo, nataka pia nafanya exactly jaliona patili ya kuona alafu chika kwa alama lazima unaona sasa naona sasa ile lazima ni yako na ujinga anajua kutumia fulani ama anajua protection you see tena ndio tusikia kwanza tu patwa biba nani meletea shida Mzazi. Meletea shida hiyo sababu ya nini simu sasa mzazi pia tena wazazi pia wakwae nini na watoto wao sana watu washitana. Ukimkisha mtu msichana kwa karibu na mtoto wako, sikia bali na mtoto. Na pia waambie kuna msaidizi. Ni fai wao, kuna kwa point. Mimi nashukuru Mungu sana. Mimi nashukuru Mungu sana. Kwa kunipea mzazi kama mama yangu. Wewe naye nashukuru Mungu sana. Mimi mama anaweza kutufundisha about sex. Mimi nikiwa 4 years. Mama kwa mshauri kunifundisha about sex. About wanaume hapo nje. Hii mambo tunaposikia mtu angalia kwa ndege no. Hakuna mimi mambo ya kitu ndio kwa ndege no. Mimi mambo ilikuwa straight kwa point. Jacqueline ni kwa hivyo na hivyo. Siku for 3 girls. Mimi ndio mfuko anasai kama 24. Wasipo wake 23 years. Achua kwake. Ukikuja mwenye kufuata. Alizaa kwa 23 pasipo yote 23 years. Yule yote ni kusema kugani? Mafundisho ya nani? Ya mzazi. Unaona? So mtu anadate ukana boy, basi kila kufundisha nini? Sex. Unakuwa ukiona bado unapata unaogopa. Yule maana mzazi na nini wapi? Kwa mind. Mzazi anambia, nikiona mwanaume nikiwa na ile hata kama siku inaanza kunyesha, nikiona mwanaume tashika mimba. So, akilapo wana ring tu, unakuwa tunaenda uoga tu. Unaona? Kuna watu wengine wanaficha, yani wanaogopa. Anaogopa kumeti mtoto. Wanaogopa mimba, lakini hawaogopi kufanya sex. Ugonjwa. Ati waogopi. Wanatumia protection, lakini wamesahau kama ugonjwa inaweza pita. Watu hakuna sema ati atadhani nizae sijui utaanza kushika mimba na ushiko na kufadhali nizae. Unaona ndio sio mmoja amezaa kiwa mzima akazaa na leo kufanya kiwa mzima. Unaenda huko unashika mimba kutoka na ugonjwa. Mtu alifikiria mbaya sana. Kwa mzazi wako alijitunza. Lakini girls please. Yaani mtu kuangalia mzazi wako alikuzaa kiwa na miaka ngapi? Kuna mtu labda mzazi wako alikuzaa kiwa na 16. Jaribu kuavoid huko pia kuzaa na 16. Angalia yule penye amepitia kukulia wewe. Hadi mtu mwenye amepitia, mkuu mwenye amepitia na kulea wewe. So ukiangalia tu mwenye amepitia na kulea wewe, wewe mwenyewe unajipea jibu. Hapo utahitaji mtu akujibu. Kujitea tilisi kamiti. Wewe mwenyewe kamiti tu mwenyewe. Angalia mtu usema akibendoi. My mom alipita mashauri hapo nilea sababu ya kuzaa akiwa mnyama. Kama ngoko hiyo ndoa. Labda ndio leo ni 16. Imagine anakuja leo na 16 years. Labda tu mwenye mwako na like. Ushabu tunaona ndio 18 ameoa. Huyu mtu ana 18 amefanya raha gani? Hakuna mwenye amefanya of course. Yote mtu kuharibia life. Mtu kwa 18. Alifika hapo 2 years. Alifika kama 20 ama alifika 21. So ndio leo kujua kwa nini inabidi kuoa. Sasa anakuja anakupenda leo. Ni sababu mimi alikuwa mfanye amekupea. Kwa process unazaa tu hiyo kama unajifunza. Ndio ufikisha miezi 8 ama 9 ni mengine. 16 ni mkoa mtoto 17 uko na mimba nyingine. Ya pili. Sasa hiyo time ndio bwana anatanuka. Ndio bwana hapa afanya hapa hii. Inabidi sasa kufukuza. Yeye mimi nitapenda kutafuta life. Sababu hapo mimi ndio kutafuta nini? Life. Yeye bwana ndio ndio kwenda kienda. Kwa hiyo mama ndio mama kwa mimi mimi ndio nimeshauri. Mimi nimeshauri ni ngumu sasa kulisha na watu. So tafadhali mimi nakuomba unaweza rudi tu kwanza kwa kabla mzako atakupa. Hiyo ni gharama tunapelekea nani? Umejaribia nini? Hapo ndio unakwati. Wewe mwenye 16 mama watu wawili. Sure you like that. Oh? Ndio ndio maisha ni ngumu. Maisha kwenye ni ngumu. So girls, tafadhali tu. Jiangalieni tu. Jifikiria tu, jitaka meeting tu. Hapo ndio tunajifunza kudhuru vitu mingi. Kwa wajirani, watu wa jirani,
Hata tu kunje tunatembea tunaona vitu mingi. Tembea ukiangalia. Usiangalie tu tunatembea kwa njia. Kwa kila mtu na mind tu. Hata ndio ndio amedunga. Angalia kusiongea ujinga basi. Ule mna amedunga aje. Ile glavi kwa ile nguo ile. Sasa sema lazima ni yule. Lazima ununue una kazi. Lazima ununue tu pesa kununua una kazi. Shua lazima ni unaona kile ndio unajua. Kama unataka una kazi, nini nakuja kwa maisha? Kama tuseme wazo ujinga nini nakuja kwa maisha? Lazima pia mimi nitafute umaji. Sio ndio chenye pesa kupata hii. Ndio atafuta hii. Au tunatafuta ndio mama sio ingine tukusema. Unataka kumwona ni babu. Sio baba. Shida ni baba. Babu. Anga ndio kwa babu ni fati. Ukitoka hapo unaweza na unaenda pia na babu yako. Sasa ndio ati ni boyfriend yako. Sio unaenda na babu yako. Mimi alishanilea mpaka hata alitoka sana kwa alileo kwa leo yako. Kwa jukumu wamesoma. Sasa ndio muone sasa upe mkirani kwa pesa. Unapata na ukimu na ubeti mimba na ukimu huko umelependa huko. Ndio kama utakuwa ukienda kwambia watu swali. Like hata ukienda kusema tu ati unaambia mzazi wako ati mama ndio nilipea sisi mimba. Hata kuruka nani atakutetea hakuna. Like mtu anajua atakuuliza. Mimi mtu mzima. Acha kuona tu mimi ninakaa heshima. Kama mtu kwanza tu mpaka shida ninakaa heshima shuleni. Kama mpaka ni pregnant pati. Hapana. Hapana. Hiyo iwezi. So guys, tusema tu vizuri. Unakaa chini kamiti kidogo tu hapo. Mimi ni nani? Nataka kukua nani kwa maisha? Ili utakuwa tu mzazi. Unatoka wapi? Unaenda wapi? Hivi tu kingi. Au simeje kwanza wazaliwa very handsome. Wazaliwa vile very handsome. Ama generation si handsome. Labda wazaliwa ni very cute. Wanasemanga watu bado hajazaliwa. Bado. So, guys, tuaki mimi naomba tu please. Mimi nitaomba tu. Usiende shule kusema tu mimi nasomea mzazi wangu. Si una mimi ni mama yangu na mnaisha shule. Kama si mama yangu, mimi chasini yangu. Wacha tunipate certificate. Oh. Of course, certificate itakumaanisha. Certificate yesi kumulisha kula. Hiyo certificate kianguka mtihani, haitasimamia bills zako. Haiwezi. Hakuna siku unaniambia tutazaa, huyo mtoto ni pesa. Ama utaenda kumuuze. No. Bado ni kama vile unajongeza juu ya maisha yako. Kwa nini juu ni marriages? What are mambo ya marriages? Na pia hakuna vile unaweza sema. Maybe umeshika mimba, umezaa, umeshika mimba, alafu bado unajipea hopes. Bado niko na time, bado sijarudi kusoma. Hakuna ndio maisha sasa kama ile kitambo. Sasa hii ukisharejestra tu class 3. Ukilicho class 3 ni hivyo. Hakuna umesema ati nitarudi nyumbani ni repeat, nirudi shule. Hakuna. Hiyo sasa hakuna. Hakuna kitu kama hiyo sasa hii. Ukona tu uko na miaka 16, 13, 14, 15. Ona mwanaume kama prison. Akikatu. Hata kama mwanaume kama tu ni prison. Ama una mwanaume kama tu ni simple. Hakuna vile mtu anataka kuwa na miaka 30. Acha anakutakia maisha mema. No. Hakuna siku. Hakuna siku mtu uko na 30. Mtu kwa miaka 23, 25 anakutaka. Hakuna mtu kama mtu anakutakia maisha mema. Mtu kama mtu anafaa kuwa na kulead. Anakuonyesha barabara nafuu upite, but yeye anakutoka barabara nafuu upite vizuri, anakulead barabara yenye fai. Wewe unatoka kwa barabara inafaa, unafuata kwa barabara yenye fai. So guys, hadi kweli tu careful. Kuwa careful. Labda ndio kuna wengine hapo nje wana wengine wako tu na wengine si mzuri. So akikutaka siku 2 3 wewe unakataa. Na pia kama wewe ni girl, alafu maybe tuseme jirani na ni baba ya mtu anataka, usiogope kusema. Tafuta mtu mwenye unamwamini, mama yako at least mueleze, ndio uone vile atakusaidia. Avoid mambo mingi. Ukiona kama unaogopa stress mao, ndio mtu unaona wazazi wengine wanakuwa na mind tofauti. Ndio mimi baba yangu anataka anakwambia sasa baba analeleka. Kama baba yangu anakutaka, unaona sasa. Anageuza, anaona anakutaka.
Sasa unaona kama hizo mtu anaokuwa kufanya kuongea. Hapo kuna hata chips hapo, ma chips tu hapa nje. Ukiona kama unaambia mzazi na mzazi chukua tu wote, ule mtu ni kama panga sana. Kwa sababu unaambia mzazi na mzazi chukua tu wote. Wewe chukua jukumu lako, enda wapi? Kama ni kwa chief, ambia chief na mtu ananisumbua hivi na hivi. Mimi nataka kusema batiati kimi ananisumbua. Ona ndio anafanya nini kusaidia. So kuna mtu anaanza kuwa anakutaka. Kuna mtu unamkataza. Sasa yeye akili yake tu ni sababu anakutaka, sababu anapenda, yeye anataka sababu ya tamaa. Ndio mtu anataka sababu ya tamaa. It's a big deal. Hapo ni mrembo. Tamaa imemrudisha kuingia akili yake kile tu chika. Ole nyash, afumba nyash. Tamaa imelinga balazi kwa impeleke shwari. Anaweza panga na njama. Anaweza kufanya na njama. Upate tu ndio mali urepiwa. Kwa kweli tunarepiwa ile furaha yake. Lakini kwa ukisapu ndio kwa usapu from the start. Lazima na vitu kwa nini? Usapu sasa imagine ulikuwa unachakwa umenyamazia tu. Ulikuwa unachakwa mara kwanza umenyamaza tu. Ya pili umenyamaza tu. Ya tatu umenyamaza tu. Mpaka ili waliletiwa gang ule. Kwa maana umbebe mtoto mwenye baba zake 5 watu jua baba tano wenyewe ni kina nani? Baba tano wenyewe juu. Alivyo na mpeni kwa kwanza na pia ningetaka kusema girls kuna time nyingine nafaa boy kutembea nje na kutembea very good very good. Kama na umesema vizuri ni chochoro yako ndo anajificha kama uko mtoto uko chini nafaa boy kutembea na vitu kama hizo. Mzazi pale mtoto mapema kutoka asubuhi panga gari wako tu mapema kuambia saa 11 hapo utaenda kwa mama nani. Isipita 6:30 kama unaenda kunyoa sukari. Tuseme mwisho kwa kama saa 1. Usije kutoka kwa makotokoli ndio saa 4. Sio mchana. Sasa tukivaa ile pakiti mpaka msali anga crop top. Na mini dress. Ama na shorts. Amefika huko. Saa 4. Saa 4 moja wewe baki barabara kila nani. Mafuta jipangi na poa walevi na kuchana. Sasa mtu kama anakuvuta baadhi naona tu hapo. Yaani mimi napita kila saa hizi. Kinyaka hizo changu nikuongea, nikuangukia tunafanya kazi yako. Hayo sasa hiyo hapa kwa shida na mchanga tu. Hiyo tu unalepiwa ni pa mlima. Kwa kwenda kuongeza chakula na kupenda. Hata ongei. Hii ndio inafanya tu action. Ya sababu anaenda zake unapata lengo na mji. Ndio mzazi asipaamini in fact. Of course unajua kuna leo atasema. Unaona immediately. Atope tu bakuda hata mtieni si kupenda kwa hiyo anaogopa mzazi atasema maybe hata si hiyo ni hata si mzazi unaona si mzazi hata si mzazi unakuwa mzazi unakuwa society ndio kitu ipo sana kwanza kama uko umejibanga kwa area unaona kama uko umejibanga kwa area kwa kwanza unakatia and then unaona msema kwa stand sako unajua nini unataka hapo at the end of the day unalepiwa. Sasa tunataka tulikuwa na jeshi Mungu nilikuwa nimejiwekanga vizuri. Hapo watu wangu nipige kwa ndio sikie jina yeye lilipiwa. So ile waipo ile tulifia. Asa wacha tunyamazie. Hata najaza nasema nilipiwa. Unaona? Sasa nilipiwa hivyo unyamazie. Kama ni ugonjwa unaenda tena yenye ukienda hospitali unaweza saidiwa ushiko ile ugonjwa. Unaona? Na kama sasa mimi kwa office kama ni mimi nimeshika haki. Hiyo inaeleweka unaweza tu za. Ndio ukishaza watu pia mzazi anaweza kufanya nini za kushughulikia. Urudi wapi? Urudi shule kama kuna hiyo uwezekano kurudi shule. Rudi shule soma. Ndio tumesema tu hapa nje si rahisi. Hapa nje kama hujasoma. Mbona shule sana katiki? Atikana nasema masomo yanasaidia nini? Hata si hiyo generator tunataka hapo university na kwa tunasaidia. Inasaidia. Umefanya uchumi kwa State House na ujui English. Utaonyeshaje president na uko kwa gate atina unakaribisha president. Utamkaribisha aje na ujui English. Jua girls. Wewe unafanya usafi na State House. Atien?
Asipita na nini alisoma ile utasalimia president. Unajielezea tunataka kazi aje. Utongeje na bunge huko ndani. Unaona? Usianze kujipotezea opportunity nzuri sana kwa life. So wasichana. Ukweli kama kuna mali mtu anakukia kusoma. Huyo mtu javoid naye sana. Kama yule naye asitaki mazuri, asitaki tu mema. Mwisho bado sira. Mimi sikudanganye. Basi mwanzo usilalie mlango. Kwanza mama bado mwanzo sipale. Usilalie. Usilalie wapi? La kwanza mko wazi. So, sasa ni hivi asijuu. Unaona tipo analia kwa jirani. Hatunaona kama kwa jirani wanapata jirani yake anamwambia kila kitu. Ati anapata breakfast at time, ananunuliwa manguo vizuri, simu pesa anapewa sijui nini. So, hatuona kwa influence. Na wanasemanga mtu mwenye anakupenda haizi kuharibia maisha yako. Ukimwambia atangoja kwenye utamaliza ni shule na yeye. Lakini sio unapenda mtu ngoja. Ukiambia ngoja na anafunga. Ni kwa sababu kisa kuongelesha. Yaani akuongelesha sasa anafunga kabisa. Ndio kujua mtu akutaki mimi nimesema ni tambagu ya wanataka. Amona afurupanya. Ni sawa. So guys, please tunawapenda tu, please tunawapenda. Wewe mwenyewe ndo mwalimu wa maisha yako. Usimwende tu kufundishwa. Hadi sisi tunapenda tu basi tu kwa internet kwa ni kusema nini, but wewe mwenyewe unafaa ujiite kama meeting. Jifundishe life kwa njia chezo. Tunasema tu angalia mtazamo kwa mbele. Maisha gani umepitia na mwabate. Akisema maneno, kama mbali maneno. Soma. Kama masomo kusaidia please. Sasa tunapenda palika. Hakuna certificate ya sex. Na mwachane na protection. Abstain tu. Hakuna certificate ya sex. Just like certificate ya sex. Ama certificate ya kuzaa ukiwa mdogo. Ama certificate ya alimari. Hakuna. Tunasema vizuri wanazaliwa wazuri. Sawa. Wanakuje. So soma. Maliza shule and then mambo hili itafuata. Utakuwa tu mzazi utaondoka. So for today, girls, I hope I'm trying to angusha, please. Subscribe for our channel, please. Mfuatilie view, please tunaomba. Na pia comment. Yeah, comment pia. Okay? So girls, take care. Wewe mwenyewe kwa mwalimu wako. So, bye. Bye.